Jesus. Oh Lord, Sekretari Mapalande, Shandara Handereza, Tere Malanda Sazuza, Sekretari Mapalande, Reketeza, Shere Mapa, Rendozozi, Reketari, Sharebo, Rekete, Sekretari Mapa, Reketezuzi, Remaha, Randozozi, Reketeba, Balado, Sekretari Mapa, Seterema balando, Rekasarama sheke, Renda zikaterema hama, Rando sokoto poriba, Verifika yanderema, Alakanze terere, Enze tereba shanderema, Alemo palarozi, Rezikatere shandalabo, Rema palando sozikate, Reketerima hama, Alepa yanjazozi, Sheketerima palarozi, Rende seketerima shande, Reketerima balalea, Zikate, Shereba Hande, Lando, Zeketerima, Shereba, Leketezi, Zeterima, Landa Zakato, Sheketerima, Repolanozi, Leketerima Paleza, Shereba Palando Tozia, Reketerima, Shandere Balando, Repalaneza, Shandere Zakatoreba, Shereba Yandereza, Shereba Yaha, Alakozite, Eremahanze, Shekete, Paluza, Lanesha, Rakatara Baba, Rende Sekretari Maha, Shandala Rose, Peruzaya, Shekereza, Kantere Bayando, Shorebo Pale Mahando, Penzerezia, Terezanama, Brando Zoko, Korezeka, Shendereza, Tarababa, Remo Palo, Poha, Eketeziri Maha, Shandere Mahanda Rababa, Rendo Sokotorobo, Sekretari Mahando, Setere Mahando, Shalebo Maha, Ladozi, Setere Maha, Lakoso Porima, Setere Mahando. You have shown me mercy. You have shown me mercy. You have shown me mercy. You have shown us mercy. As your church, Lord, you have shown us mercy. You have shown us your mercy. You are merciful God. Oh Jehovah, we've come, Lord. We've come, Lord. We've come, Lord. Setere Mashandere Baya, Rango Sokoto Bozika, Reketeri Boziande, Reketeri Bopalane, Sherere, Rarero, Setere Maha, Rakatara Baba, Sekreteri Mashandara, Repalano Sokoto Bozi, Shere Bayanda Palano, Sekreteri Balane Zozi, Shere Haha, Ale Perizozi, Sekreteri Mashandara Baba Zo, Repalano Zozi, Reketeri Babaluzi, Remalana Sakotorima, Mahando, Sheketeri, Rando Sokoto, Peruzikate, Shere Mahando, Sheketeri, Rando Sokoto, Seperuzi Maha, Randa Zakatara Babazi, Rende Sekreteri Mashandereza, Rando Sokoto Poriza, Rende Sekreteri Mashande, Rando Sokoto Romozi, Rende Sekreteri Mashande, Rende Sekreteri Mahalebo Karebo, Sekreteri Rando, Reketeri Mozi Maha, Shalebo Palade, Reketezi, Mahande Zuzia, Reketeri Mapalade, Sherebo, Alakatara Babazo, Remalanga Zakoziate, Shendereza Katara Baba, Nayoketeri Maparuzi, Reketeri Zupalema, Shandara Zozikate, Santara Mahande, Rokoko Prezeketeba, Randa Sokoto Rebo, Sekete Peruzi Palema, Shandere Mahandara, Rando Sokoto Remazi, you are so big God, you are big oh 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 God, Reketeri Palema, Sekete Zayate Shanda, oh Palakese, Reketeri Bofanzi, Rakatoro Kotoro Bobozi, Sekete Shandeza, Rando Sokoto Prifereza, Sherema Palano Sosi, Reketeri Mashandeza, Rando Sokoto Rema Palade, Reketeri Zayateri Maha, Rando Sosi Keterima, Paleze Keteri Mashandeza, Andeze Keteri Mapalano, Shokoto
Ziketerima, Sheketerima, Rano, Zeketebavu, Rebos, Palumahane, Zeketerima, Sheke, Rano, Sokotorimo, Reketebezuriba, Randa Zakatarima, Reketerima, Palane, Rano, Sokotorimo, Reketebezuriba, Rano, Sokotorimo, Reketerima, Rano, Sokotozi, Merekotorima, Vale, Kezizi, Sheremahanda, Rano, Seterima Palane, Mokorima Palamarade, Rekatara Baba, Remalanda Zakaterima, Rando Sokotorimo, Reparade Zekata, Shakara Baba, Randa Zakata, Sheremaya, Urama Baba, Remalanda Zakatara, Randa Zakatara, Sheka, Remalanda Zakatara, Seketerima, Ora Pareho, Shembereza Katarabazi, Reketerima Palano, Zoji Peruziande, Sherema Palano Zozi, Sheketerima Paranzi, Penzelema Fanze, Sherema Fanze, Sherema Fanze, Palema Fanze, Palema Fanze, Rezea, Sherema Fanze, Remahande, Sherema Fanze, Remahande, Ramo Sokotopi, Rende Seketezuzi, Shereba Zozi, Reketerima Palano, Zozi Katerima, Shando Zozika, Reketerima, Rendo Sokoto, Suzi Katerima, Shambere Zakato, Reporopos, Reketerima, Hande, Remereza Kantorema, Rende Seketerima, Shanda Ramalano, Rende Seketerima, Rando Zozikate, Sheketerima, Hande, Rendo Zozikaterima, Rando Seketerima, Sherema, Rando Sokoto, Santarama Baba, Reparadazo Zozikate, Shendereza Kanteremayando, Rokontoro Zikate, Ola Baladeza, Shendereza Kantarama, Repokato Zozezi, Shendezikato, Parado, Reketebezu, Remalado, Zutaketebezu Pala, Sheketerima Pala, Zuza Zikate, Sheketerima, Razoso Kotobuzipa, Rebeseketerima Shanda, Razoso Kotorobo, Reketebezuma, Razoso Zikate, Sheketerima, Razoso Koto, Perupalimazi, Sheketerima, Rendezekete, Shalemo, Razoso, Rokoto, Zeperupa, Zeziza, Sheketerima, Zekete, Palando, Supa, Bezika, Shekete, Randozi, Rekete Basu, Perumahande, Shekete Rima, Zekete Besu, Palisa Kate, Shekete Mas, Randozi, Rekete Besu, Ra, Zekete, Show, Paluzi, Rekete Za, Shandara Babazi, Bende Zekete Rima,
Zekete, Sharebo Katorima, Zekete Rimahande, Sherebo Toporizi, Zekete Rima, Rando Sokotozi, Zekete Bezupa, Rando Sokotozi, Remenzo Kotozi, Zekete Bezupa, Zekete Bezuka, Rekoto Honda, Zekete Masika, Rando Sokotozi, Zekete Rima, Zakato Rima Palano, Zekete Paluzi, Remalanda Zazi, Zekete Zuzi, Shakoto Pri, Zekete Rima, Shandarama Mazuzi, Zekete Rima, Rakoto Pozi, Zekete Rima, Ahakatozi, Zekete Rima, Rando Sokotobo, Zekete Rima, Sherekotozi, Rekozikate, Sherema Hande, Rokoto Puzi, Rezekete, Rezekete, Zekete Rima, Shanderezakato, Sherebo Paluzi, Rezozuzi, Zekete Rima, Rando Zozi, Zekete Bezu, Shakete Rima, Shanderezakato, Shekete Rima, Akato Rimo, Remezozikate, Shekete Rima, Paluzi Kate, Shekete Rima, Rando Zokoto, Aha, Rakete, Zozi, Rekete, Sha, Repa, Rokotobozi, Reketezi, Rekete Rimo, Zato Rizozi, Shakato Rima, Zekete Rezufa, Rando Zokoto, Rekete Rezura, Shanderezakato, Shakato, Rekete Rima, Ahanza Telereza, Shanderezakato, Rekete Rezuka, Rando Zokotobozi, Rendezekete Rima, Shandarama, Rekete Rima, Shalama Palanozuzi, Reketerima Palamafanze, Sheketerima Fanze, Renezosi Kates, Shalama Ayakateriza, Rangozosi Peru, Sheketerima Fanze, Sherema Hanjozuzi, Sheketerima Vale, Zuzazate, Reketerima Paz, Ranose Protons, Reketerima Hanzereza, Shandereza, 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 Rangozo Priha, Shaketerima Fanze, Sheketerima, Sekotorebo, Reketerima, Seketerima, 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 Shandeza Kato, Shandeza Kato, Shandeza Kato, Shandeza Kato, Shandeza Kato, Zukatere Zuka, Rendozo Kotozi, Sheketerima Palu, Reketerima, Sheketerima, Okotopozi, Raza Zakaterama, Rendezo Keterima, Shandeza, Rekatoro Rekozi, Reketerima Zanzo, Randozo Kotorimo, Reketerima Zanzo, Randaza Katarama, Rendeze Keterima, Salamara Rozo Zifa, Rendeze Keterima Shan, Randozo Kotorima Palado, Rendeze Keterima, Randozo Kotorima, Rendeze Falandazo Zika, Rendeze Keterima Palado, Rokotoza Katezi, Sherema Landara, Rendeze Keterima Han, Randozo Kotorima, Rendeze Keterima Shan, Randozo Kotorima, Rendeze Keterima, Shalama Zozika, Keterima, Sheketerima Farinza, Keterima Sharima, Farinza Zuzifate, Sheketerima Hanze, Keterima Falado, Keterima Zakate, Sherema Santoze, Keterima, Shandarama Zozi, Keterima Rando Sokotoremo, Keterima Falema, Keterima Falado, Keterima Hanze, Sherema Kanto Priza, Keterima, Shandarama Zozi, Keterima, Rando Sokotoremo, Keterima Falado, Falema Zekantozi, Sherema Hanzo Zika, Keterima Falema, Sosuzi Kote, Sherema Yanza Zukate. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please
Let's just rise up where you are. Just stand where you are. Hebu tafadhali inuka mahali popote ulipo. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Please turn to the person next to you. Tell that person Happy New Year. Geukia jirani yako mweleze Happy New Year. Another one, Happy New Year. Happy New Year. Wonderful. Amen. It is a wonderful year that the Lord has made. Ni mwaka wa ajabu ambao Bwana ameufanya. It is so fortunate to see this year 2023. Tumebahatika na Mungu kuona mwaka huu 2023. Many people wanted to find this year lakini they could not. Kuna wengi walitaka kufika mwaka huu lakini hawangeweza. But we thank God because the Lord has enabled us to be here. Lakini sisi tumshukuru Mungu ametuwezesha. Let's celebrate Jesus with a big hand clap. Tumsherehekee Yesu kwa sadaka kuu ya makofi. This is the Lord's doing. Haya ni matendo ya Bwana. And it is marvelous in our eyes. Nayo yapendeza machoni. It's amazing to be in the presence of God. Yapendeza kuwa katika uwepo wa Bwana. We thank God because we received the year last night. Tumshukuru Mungu maana alituvusha mwaka huu. And we are back again in the name of Jesus. Na tena tumerudi kwa jina la Yesu. So I want to take this opportunity. Ningependa kuchukua fursa hii. To welcome every one of us. Kukaribisha kila mmoja wetu. To this New Year service. Kwa ibada hii ya mwaka mpya. The date is 1st of January. Tarehe ni tarehe 1 mwezi wa 2023. Mwaka 2023. It's a wonderful day. Ni siku ya ajabu. We give you God all the glory. Twakupa Bwana utukufu wote. From the days of John the Baptist. Tangu siku za Yohana Mbatizaji. Until now. Mpaka sasa. The kingdom of God suffers violence. Ufalme wa Mungu wateka. And the violent take it by force. Nao wenye nguvu wa uchukua. We have to press on in the name of Jesus. Lazima tusonge mbele kwa jina la Yesu. So we're going to pray. Tunaenda kuomba. So that we can be able to start the service. Ili tuweze kuanza ibada. Then we'll invite the praise team to proceed. Kisha taalika kikundi cha sifa waendelee. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Can we clap unto the Lord once again? Shangilie Bwana kwa makofi mara nyingine. Can we celebrate our Father Bishop Kevin in the house? Let's also celebrate our mom Reverend Esther. Let's celebrate ourselves. Hey, hallelujah. Hallelujah. Father, we give you glory. Baba twakupa utukufu. We thank you, oh God. Twakushukuru Mungu. It is so beautiful. Ni yapendeza. It is a wonderful day. Ni siku ya ajabu. We are so glad to find this day. Twafurahia sana kuiona. We are so glad to come and worship you. Twafurahia kuja kukuabudu. Lord, we thank you. Bwana We tunakushukuru. don't take this for granted. Hatuchukulii ni We kawaida. don't take it as normal. Hatuchukulii ni jambo. Father, we appreciate you. Baba We tunakushukuru. celebrate you, Jesus. Tunakusherehekea. We say a big thank you, Lord. Sema asante. Thank you, Jehovah. Asante. Thank you, Jesus. Asante Because Yesu. of your protection. Kwa sababu ya ulinzi wako. Because of your preservation. Kwa sababu umetuhifadhi. Because of your care. Kwa sababu umetutunza. Because of your love. Kwa sababu unatutunza. Jehovah, we thank you. Jehova That twakushukuru. we are born again this morning. Kwamba hata leo That we have you this morning. na wewe We asubuhi. are not dead, oh God. Tujakufa. We are alive this morning. Tuko hai We asubuhi. praise you. Tunakusifu. As we start this service, Lord, Tunapoanza ibada we hii Bwana, pray for your support. tunaomba We uwepo wako. pray for your power. Tunaomba nguvu We zako. pray for an open heaven. Tunaombea mbingu iliyo Bless wazi. everyone, oh God. Bariki kila mmoja Thank you Bwana. for blessing your servant. Asante kwa kubariki. As your servant cometh, oh God. Anapokuja kwenye Bring madhabahu. to us your word. Tuhubiria We neno lako. pray for special blessing. Tunaomba baraka. We pray for special grace. Tunaombea neema ya kipekee. Together with our mom, Reverend Pamoja na Esther. mama yetu Kisii. Bless them abundantly. Wabariki kwa Bless your children, oh God. watoto wao. Those who came sick, Waliokuja they shall wakiwa be healed as they get out. watapona watakapokuwa wanaondoka. Those who are not happy in their hearts, Ambao wana furaha they shall be happy, oh Lord. watapokea furaha. Spirit of God, fill us. Roho wa Mungu Fill us, Holy Spirit. tujaze roho. Let there be a total change. Kuwe na mabadiliko. Total change in the house. Mabadiliko We kamili. thank you that as we start the year, Kushukuru maana you are blessing us in January, unatubariki. blessing us in February, Tubariki blessing us in March, Tubariki you are Machi. blessing us in April, Tubariki you Aprili. shall bless us in May, Tubariki you shall Mei. bless us in June, Utatubariki you shall bless us in July.
You shall bless us in September. You shall bless us in October. You shall bless us in November. And you shall bless us in December. We praise you, Jesus. We glorify your name. Jehovah, we say thank you. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, church. Praise the King of Kings. Happy New Year. We want to praise our living God. He has made it for us to reach 2023. So we are praising him. Hallelujah. Our God is good. Our God is good. We are praising him. Hallelujah. Hallelujah. Just a kidogo jamani. I will praise the Lord. I will sing to
Rejoice, 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 rejoice. Haya, cheza kidogo. Our God is bigger. Our God is bigger. You are bigger than what people say. Jesus, Jesus. You are higher than what people say. Jesus, Jesus. You are bigger. You are bigger than what people say. Bigger, bigger. Jesus. Bigger, bigger. Jesus. You are higher. You are higher than what people say. Show. Jesus. Jesus. You are bigger. You are bigger. Bigger, bigger. Bigger, bigger. Bigger, bigger. Jesus. Yeah. Jesus. The size of my God in 2023 is big. Jesus. Jesus. You are bigger than what people say. Jesus. Jesus. You are higher than what people say. Jesus. Jesus. You are bigger. You are bigger. Bigger, bigger. Bigger, bigger. Bigger, bigger. Jesus. 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 You are higher. You are higher. 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 Jesus. Jesus. You are bigger. You are bigger. Bigger, bigger. Bigger, bigger. Bigger, bigger. Jesus. 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 You are higher. Hallelujah. Jesus. Jesus. You are bigger. Bigger, bigger. 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 You are higher. Jesus. Jesus. Show your neighbor the I don't know about you, but this year, my God is higher, higher. Fanya kelele. You are bigger than what people say. Jesus, Jesus. You are higher than what people say. Jesus, Jesus. You are bigger. Bigger than what people say. Bigger, bigger. Jesus. Bigger, bigger. Jesus. Higher, higher. Higher, 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 higher. Jesus. Jesus. You are bigger. Bigger than what people say. You are bigger. Jesus. You are bigger. Jesus. You are higher. Higher. Yes, Lord. Jesus. Jesus. You are bigger. You are bigger.
Shangilia Bwana. Hallelujah. Peperusha mikono. Peperusha mikono.
That's why we have come to praise your holy name. Lord, we bless you. And we love you so much. Oh, Jesus, we give you praise. Yes, Lord. We bless you. We bless your name. We bless your name. We bless you, Father, Son, and the Holy Ghost. We bless your name. We bless you, Father, Son, and the Holy Ghost. We bless your name. We bless your name. We bless you, Father, Son, and the Holy Ghost. We bless your name. We bless your name. We bless you, Father, Son, and the Holy. Oh, we bless your name. Bless your name. Oh, we bless your name.
By your holy name, Lord. Give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise. We have come to worship. We give you praise, Lord. Lord, we give
Jesus, you are worthy. Oh Lord, you are mighty. Lord, we give you praise. Oh Jehovah, we give you praise. Jehovah, we give you praise. Lord, we give you praise. Lord, we bless you.
Jesus, you're worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise for the name. Father, we worship you, Lord. We glorify your holy name, our God. That name is beautiful.
In Jesus' name. And everybody shouted amen. In Jesus' name. Amen. Let us celebrate God with a clap offering and a praise. Glory be to God. I take this opportunity to invite all of us. Nachukua nafasi hii karibisha kila mmoja wetu to the new year, kwa mwaka mpya 2023. Hallelujah. Welcome. Karibu. I also take this opportunity pia naichukua fursa hii to invite all kualika wote who are watching us from Gusii TV live. wanaotutazama kutoka Gusii TV live. Hallelujah. Hallelujah. Welcome you from wherever you're watching us. Tunawakaribisha kutoka mahali popote mnatutazama. Probably from your home. Labda kutoka nyumbani. Probably from a hotel. Labda kutoka kwa hoteli. Probably from Kisii. Labda kutoka maeneo ya Kisii. Or beyond Kisii. Ama zaidi ya Kisii. Feel welcome to Deliverance Church International. Jihisi umekaribishwa kwa kanisa la kimataifa la where Jesus is Lord. mahali ambapo Yesu ni Bwana. Let us welcome those who are watching us live in Jesus' name. Amen. Amen. Some of you did not know we were live. Baadhi yenu hamkujua tulikuwa kwenye runinga. So while we were worshiping na mwingine and people were watching you everywhere. Na watu walikuwa na kutazama kila mahali. And they were saying, na walikuwa wanajiuliza, look at a joker who has gone to church. Angalia yule anayefanya mzaha ameenda kanisani. But for you who are serious worshiping God. Lakini kwa uliye mananishi ukimwabudu Mungu. They were saying, look at people who love Jesus. Walikuwa wakisema tazama watu wanaompenda Yesu. Now, come on, if you want to worship God, give him a clap offering. Hallelujah. Hallelujah. I want us to take 3 minutes. Nataka tuchukue dakika 3 to just thank God for the new year. Tumshukuru Bwana kwa ajili ya mwaka mpya. It is not enough to thank God. Haitoshi kumshukuru Mungu. We should thank him as many times as possible. Twapaswa kumshukuru mara nyingi jinsi tuwezavyo. Brethren, wapendwa, for us to be alive, kwetu sisi kuwa hai, it is God. Imemgharimu Mungu. It is God. Imemgharimu Mungu. In Job chapter number 7 verse 20, katika Ayubu 7 mstari wa 20, in the original King James version, tafsiri ya kwanza ya King James, the Bible says, Biblia inasema, have I sinned? Original King James version, have I sinned? I have sinned. Interpret, just interpret directly. Nimefanya dhambi. What shall I do to you? Nikufanyie nini wewe? O thou preserver of men. Wewe unayewahifadhi wanadamu. God is the preserver of men. Mungu ndiye anayewahifadhi wanadamu. The reason you and I are alive, sababu ya wewe na mimi kuwa hai, is because he has preserved us. Ni kwa kuwa Mungu ametulinda. You are not too powerful, it is not your diet. Si kwamba una nguvu sana ama ni chakula kizuri ulichokula, but God, lakini Mungu has preserved us. Ametuhifadhi. Particularly from 2020. Hasa kutoka mwaka 2020. During COVID. Wakati wa COVID. 2021. Mwaka 2021. And 2022. Na mwaka 2022. For anyone to be alive, kwa yeyote kuwa hai, it is God. Imemgharimu Mungu. I say it is God. Nasema imemgharimu Mungu. So I want us to take some time. Nataka tuchukue wakati in your own language. Kwa lugha yako mwenyewe. To thank God. Kumshukuru Mungu. If you feel to kneel down, you will. Ukihisi kupiga makofi, yani kupiga magoti utafanya hivyo. If you feel to sit, you will. Ukitaka kuketi utaketi. But I want you to thank God. Lakini ningependa mshukuru Mungu. With our hands lifted up. Na mikono yetu ikiwa imeinuliwa.
In the name of the Lord. katika jina la Are you Bwana. ready to thank God? Je, uko tayari kumshukuru Lift your Mungu? hands up. Nyosha mikono yako juu. Open your mouth louder. Let God Fungua hear you. kinywa chako na kwa sauti wacha Bwana kusikia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Father, I thank you. Jehovah, I give you praise. Jehova nakupa sifa. Jehovah, I give you glory. Jehova nakupa utukufu. The reason I am alive. Sababu ya mimi kuwa hai It is you. ni wewe. It is you. Ni wewe. You have delivered me from sacred weapons Umenikomboa na silaha za siri and plots of the enemy. pamoja na mipango ya siri ya You have adui. delivered me from the snare of the enemy. Umenikomboa na mtego wa mwindaji. Oh, you the preserver of men. Wewe unayewahifadhi wanadamu. Thank you. Asante. I am alive because of you. Niko hai kwa sababu yako. I have no any other reason Sina sababu nyingine to be alive ya kuwa hai but to say it is you ila tu kusema ni wewe. that has preserved me, Ni wewe that umenihifadhi. has preserved my Ni wife, wewe umemhifadhi mke that has wangu. preserved my Ni children, wewe umewahifadhi watoto that wangu. has preserved this believer. Ni wewe umewahifadhi hawa waumini. Oh, giver of life. Mpeaji wa uzima. Thank you, living God. Asante Mungu liye hai. 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 Thank you for good health. Asante kwa afya njema. Thank you, O Lord, Asante for Bwana divine provision. kwa utwalizi wa kiungu. Thank you, Lord, Asante Bwana for bringing us to the new year. kwa kutuleta mwaka mpya. It is you. Ni wewe It pekee. 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 is you. Ni wewe pekee. Jesus, it is you. Yesu ni wewe. Jehovah Father, it is you. Jehova Baba ni wewe. Holy Spirit, it is you. Roho Mtakatifu ni Who wewe. has brought us this far. Ni wewe umetuleta umbali huu. Thank you. Asante. 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 Glory to God. Utukufu. Glory to Jesus. Utukufu kwa You have Yesu. done it again for us. Tutendea tena. You have brought us this church this far. Umetuleta umbali huu. Thank you. Asante. Glory be to God in the highest. Utukufu kwa Mungu aliye juu. Blessed be the name of the Lord, Jina la Bwana libarikiwe. who is worthy to be praised. Anayestahili sifa. Giver of life, Mpeaji wa uzima. preserver of men. Unayewahifadhi wanadamu. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. Thank you. Asante. For the year 2023. Wa mwaka 2023. Thank you. Asante. Preserver of men. Tuhifadhi You wanadamu. will preserve us. Utatuhifadhi. Giver of life. Upeanaye uzima. You will give us life. Utatupa uzima. 2023. 2023. Thank you. Asante. Glory be to God. Utukufu kwa Mungu. Glory be to God. Utukufu kwa Glory be to God. Utukufu kwa Glory be to God. Utukufu kwa In Jesus' name. kwa jina la Yesu. And we all say thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Lord. Asante Bwana. Amen. If you are kneeling, rise to your feet. Umepiga magoti, wezi inuka kwa Lift miguu your yako. hands above your head. Nyosha mikono yako zaidi ya kichwa chako. Everyone, please. Kila moja Give tafadhali. God a shout and a clap offering of thank you. Bwana shangwe na Thank you. asante. Utukufu. Thank you. Asante. 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 Oh, Jesus, thank you. Yesu asante. Jehovah, thank you. Jehova asante. Holy Spirit, thank you. Roho Mtakatifu asante. Glory to God in the highest. Utukufu kwa Mungu aliye juu. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. And we all shouted, Amen. Amen. Let God hear louder, Amen. 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 Why don't you turn to 7 people? Mbona usiwageukie watu 7? Tell them welcome to 2023 and God bless you. Waeleze karibu kwa 2023 na Mungu akubariki. Come on, walk to 7 people. Welcome Tembea to kwa watu 2023 7 walimbi. and God bless you. Karibu kwa Welcome to 2023 2023 na and Mungu God bless akubariki. you.
Welcome to 2023 and God bless you. Amen. Welcome to 2023 and God bless you. 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 Welcome to 2023. God bless you. Come on, tell people God bless you 2023. Come on, God bless you. God bless you. Let me greet my keyboardist. God bless you. God bless you. 2023. 2023. Amen. Amen. If you are happy and you know, shout hallelujah. May you be seated on top of your enemies 2023. 2023 na uketi juu ya adui zako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Once again, Kwa mara welcome. nyingine, Gusii TV, God bless you so very much for joining us this morning. karibuni sana Gusii TV, asanteni kwa kuungana nasi asubuhi hii. Amen. Amen. Sound engineer, I don't want to strain because from last night I've been straining my voice. Genesis 26 verse 1 and 2. Mwanzo 26 mstari wa kwanza na wa pili. Genesis 26 verse 1 and 2. Kitabu cha Mwanzo 26 mstari wa kwanza na wa pili. Are you there? Je, uko hapo? Lift up your eyes and look on the screen and let's read together. 1, 2, 3, let's go. There was famine in the land, besides the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Verse number 2. Let's read. Verse 2 again. I want us to read louder with force. 1, 2, 3, let's go. Then the Lord said to him, say, do not go down to Egypt. Amen. 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 Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Mstari wa pili, Bwana akamtokea akisema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Let's read verse number 12. That's not our target, that's not our preaching, but let's read verse number 12. Twende kwa mstari wa 12. Then 1, 2, 3, let's read. Sowed in the land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Verse 13. The man and until. That is your word this year. Hilo ni neno lako mwaka huu. I say that is your word this year. Nasema hilo ni neno lako mwaka huu. God will cause you to begin to prosper, to continue to prosper until you become very. Bwana atakusababisha uanze kusitawi, uzidi kubarikiwa mpaka uwe baraka na mtu mkuu sana. Somebody say a better amen. Hebu sema amen nzuri. The word of the Lord that was given to us, neno la Bwana ambalo tulipewa by Bishop Dr. Mark, our spiritual leader, na baba yetu Askofu Mark ambaye ndiye baba wetu wa kiroho, is 2023 ni mwaka 2023, is the year of redigging and repossessing. Ni mwaka wa kulima tena na kumiliki tena. Redigging and repossessing. Kulima tena na kumiliki. Now, if you read the whole of Genesis 26, you will understand. Ukisoma Mwanzo yote 26 utaelewa. Where the Bible says, mahali Biblia inasema that Isaac began to redig again the wells that his father Abraham
had dug before and they were covered. Isaka kaanza kuvichimba upya vizima ambayo baba yake alikuwa amechimba, lakini vikawa vimefunikwa. People covered them, kuna watu walizifunika, but he began to uncover them. lakini akaanza kuvichimbua upya. He began to dig them again. Akaanza kuvichimba tena. So it is the year of redigging, and he began to possess the land. Ni mwaka wa kuchimba tena na kumiliki nchi. And Isaac began to possess the land. Isaka kaanza kuimiliki nchi. That shall be our portion in the year 2023. Hilo litakuwa fungu letu mwaka 2023. But the question is, lakini swali ndio hili, how did he possess the land? Iliwezekanaje akaimiliki nchi? How did he redig the wells? Iliwezekanaje akavichimbua visima tena? This morning, asubuhi hii, I am sharing on nashiriki kuhusu engaging God in the year 2023. kumhusisha Mungu mwaka 2023. Engaging God kumhusisha Mungu in the year 2023. mwaka 2023. The Bible says, Biblia inasema there was famine in the land, ikawa njaa katika nchi, beside the first famine that was in the days of Abraham. mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku zake Ibrahimu. I want you to understand those words very clearly. Hayo maneno nataka kuyaelewe vizuri kabisa. That there was famine in the land, kukawa na njaa katika nchi, beside the one that was there in the days of Abraham. kando na ile iliyokuwepo siku zake Ibrahimu. So the problem that Isaac was facing, shida ambayo Isaka alikuwa nakumbana nayo, it was not the first time it was there. haikuwa ni shida inatokea mara ya kwanza. So I want to say to us today, ngependa kutueleza siku ya leo, what you are facing, you are not the first one to face it. hicho unachokumbana nacho si wewe wa kwanza kukiona. The problem you have been going through, hiyo shida umekuwa ukipitia, you are not the first one. sio wewe wa kwanza. I am not the first one. Sio mimi wa kwanza. Actually, kwa kweli, even corona, hata corona, according to scientists, kulingana wanasayansi, they say there used to be a disease like that in the 18th. wanasema karne ya 18 kulikuwa na ugonjwa wa kwanza kuwepo. That is why I understand the Bible. Ndio maana naielewa Biblia. Ecclesiastes 1:9, Mhubiri 1:9, which says, inayosema that which has been will be, hicho ambacho kimekuwepo kitakuwa, and that which is done is what will be done. na hicho kilichofanywa ndicho kitafanywa tena. There is nothing new under the sun. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Your problem is not new. Shida yako si mpya. My problem is not new. Shida yangu si mpya. It has happened to others before. Imetendeka kwa wengine awali. But the good news is this. Lakini habari njema ndio hii. There is a God who can change your story. Kunaye Mungu anayeweza badilisha hadithi yako. I wish somebody said a better amen. Haiti mtu angeitikia kwa ameni nzuri. Now, Isaka did what his father did. alifanya kitu baba yake alifanya. Now listen to me. Hebu nisikize sasa. If you do what your father did, you may fail the way your father failed. Ukifanya jinsi baba yako alivyofanya, unawezekana ukashindwa jinsi alivyoshindwa. So he decided, akaamua, because there is famine, kwa kuwa kuna njaa, let me go to Egypt like my father. wacha niteremke kwenda Misri kama babangu. But the Bible says, lakini Biblia inasema, as he was going to Egypt, alipokuwa njiani kwenda Misri, I don't know why, sijui mbona, for some reason, kwa sababu zingine, when there was famine in all the nations, kulipokuwa na njaa katika mataifa yote, they never missed food in Africa. Hapa Afrika kukukosekana chakula. Oh yes, ni kweli. I am telling you the truth. Nawaeleza ukweli. You read your Bible. Isome Biblia yako. There was always food in Egypt. Daima kulikuwa na chakula Misri. From the days of Joseph. Kutoka siku zake Yusufu. When there was famine in the land. Kulipokuwa na njaa katika nchi. And Joseph was in Egypt. Na Yusufu akawa Misri. Israel came to Egypt for food. Israeli walienda Misri kupata chakula. That means,
Hiyo yamaanisha Africa is in the agenda of God. Afrika imo katika agenda ya Mungu. You don't understand. Haujaelewa. Let me give you a revelation. Hebu nikupe ufunuo. When Herod was killing children 2 years and below, Herode alipoamua kuwaua watoto chini ya miaka 2, Jesus said to Joseph, God said to Joseph and Mary, Mungu akamwambia Yusufu na Mariamu, take Jesus to Egypt. teremka mkaende na Yesu Misri. Safety and food was always in Africa. Ulinzi na usalama daima ilikuwepo Afrika. By the way, did you know? Je, hata hivyo mwajua? The only continent that has the best climate and weather is Africa, among all continents. Kati ya bara zote tulizo nazo, iliyo na hali ya anga iliyo nzuri ni Afrika. You didn't know that? Haukujua hivyo? There was always good conditions in Africa. Daima kulikuweko na hali nzuri Afrika. Anyway, that's for another day. Hiyo ni ya siku nyingine. Isaac said, my father went to Egypt. Isaka akasema baba yangu aliteremka Misri when I was young. Nilipokuwa mchanga. So even me, let me go there. There is food. Nami pia wacha niende kule, kuna chakula. But as he was going, alipokuwa nenda, God appeared to him in the land of Gerar. Mungu akamtokea akiwa Gerari. 2023 may God appear to you. Bwana kutokee. I don't like your amen. Sipendezi na ameni yako. 2023 may God appear to you. Bwana kutokee. May God appear in your business. Akutokee kwenye biashara yako. May God appear in your marriage. Akuonekanie kwenye ndoa yako. May Jehovah appear in your job. Akuonekanie katika kazi yako. May he appear to your children. Aonekanie watoto wako. In other words, kwa maneno mengine, Isaac had an encounter with God. Isaka kakutana na Mungu. And 2023, na 2023, may you have an encounter with Jehovah. Na kuombea ukutane na Jehova. That is what changes the situation. Hiyo ndio inayobadilisha hali. In Gerar, akiwa Gerari, there was famine in Gerar. Hapo Gerari kulikuwa na njaa. But God said to him, Mungu akamwambia, don't go anywhere. Usiende kokote. Stay here. Biblia inasema, the man, huyo Isaka, began to prosper. Akaanza kufanikiwa. Continue to prosper. Akaendelea kusitawi. And he became very prosperous. Mpaka akawa mtu mkuu sana. I bring the word from the Lord this morning. Naleta neno kutoka kwa Bwana asubuhi hii. Things may be hard. Mambo huenda yakawa magumu. Things may be difficult in Kenya. Mambo huenda yakawa magumu Kenya. But if we encounter and engage God in the year 2023, lakini tukimuhusisha Mungu na kukutana naye mwaka 2023, we shall begin tutaanza to prosper. Kufanikiwa. We shall begin tutaanza and continue na tuendelee and become na tuwe very, very prosperous. Watu waliobarikiwa sana. That is why my subject is, ndio maana somo langu ni the year 2023, mwaka 2023, engage God. Muhusishe Mungu. Engage him. Muhusishe Mungu. In other words, kwa maneno mengine, put your God to work. Wakiwa nawe, I cannot fail. Siwezi shindwa. And I bring to your knowledge, nami nawafahamisha, with God, ukiwa na Mungu, your marriage will not fail. Ndoa yako haitashindwa. With God, ukiwa na your Mungu, business will not close. Biashara yako haitafungwa. With God, ukiwa na Mungu, all shall be well. Yote itakuwa salama. Engage him. Muhusishe Mungu. Engage God. Muhusishe Mungu. Young people, vijana, engage God. Muhusishe Mungu. Don't allow your God to be silent on his throne. Usimruhusu Mungu wako awe kimya katika enzi yake. Put him to work. Msababishe afanye kazi. And I have good news for you. Na nina habari njema kwenu. And for me. Na kwangu mimi. God is already and ready to work for you. Mungu yuko tayari naye ana hiari kutenda kazi kwa niaba yako. Do you know why?
Je, wajua mbona you are his child? wewe ni mtoto wake? I am God's child. Mimi ni mtoto wa Mungu. Put God to work. Muhusishe Mungu afanye kazi. Psalm 68 verse 1 says, Zaburi 68 mstari wa kwanza inasema, let God arise. Bwana inuke, Let his enemies be scattered. adui zake watawanyike. I bring to your knowledge this morning. Na wafahamisha asubuhi hii, Allow God to arise in your life in 2023. mruhusu Mungu ainuke katika maisha yako mwaka 2023. Allow God to arise in your family 2023. Mruhusu Mungu ainuke kwa jamii yako mwaka 2023. Allow God to arise Mruhusu Mungu ainuke in every area of your life. katika maeneo yote ya maisha yako. Why should we engage God? Mbona yatupasa kumhusisha Mungu? Because Jesus said Maana Yesu alisema in John 15 verse 5, Yohana 15 mstari wa 5, he said in the last portion of that scripture, alisema sehemu ya mwisho ya andiko hilo, without me you can do nothing. bila mimi hamwezi tenda You lolote. can do nothing. Hamwezi tenda lolote. Without God, Pasipo you Mungu cannot make it. hawezi kufaulu. Without God, Pasipo Mungu I cannot succeed. siwezi kufaulu. So engage him. Basi muhusishe. Someone should pray this year, Mtu apaswa kuomba mwaka huu, Lord, Bwana, let me not walk alone this year. usiniruhusu nitembee peke yangu mwaka huu. Lord, Bwana, let your presence accompany me. uwepo wako uandamane pamoja nami. When I go to work, Nikienda kazini, Lord, go with me Bwana uende pamoja and go nami. before me. Uende unitangulie mbele zangu. When God is at work, Bwana akitenda kazi, victory is assured. unahakikishiwa ushindi. When God is at work, Mungu akitenda kazi, blessings are assured. umehakikishiwa baraka. When God is at work, Mungu akitenda kazi, Shekatalaba, blessings is obvious. baraka ni lazima. Let people look at you Wacha watu wakuangalie and say like they said to the Israelites, na waseme jinsi walivyosema kwa Waisraeli, the finger of God is working for them. kidole cha Mungu kinawatendea kazi. This is my prayer. Hili ndilo ombi langu 2023. 2023. May people see the hand of God working in your life. Watu waone mkono wa Mungu kitenda kazi katika maisha yako. That is Exodus 8:19, Hiyo ni Kutoka 8:19, where the magician said, mahali waganga walisema, this is the finger of God. hakika hiki ni kidole cha Mungu. Pharaoh, Farao, let these people go. achilia watu waende. The finger of God is working for them. Mkono wa Mungu unawatendea kazi. 2023. 2023. May that finger of God work on your behalf. Hicho kidole cha Mungu kitende kazi kwa niaba yako. But you must commit him. Lakini lazima muhusishe. God, have your way in my life. Bwana ukawe na njia yako katika maisha yangu. Lord, reign in my life. Bwana tamalaki katika maisha yangu. When God is with you, Mungu akiwa pamoja nawe. Joshua 23, the Bible says, Yoshua 23 Biblia inasema, one man of you shall chase 1,000. mtu wa kwenu mmoja atafukuza 1000. For the Lord your God is he who fights for you. Maana Bwana Mungu wenu ndiye yeye anayewapigania. Joshua 23 verse number 10. Yoshua 23 mstari wa 10. One man of you shall chase 1,000. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000. Because the Lord your God is the one who fights for you. Maana Bwana Mungu wenu ndiye yeye anayewapigania, As he promised. kama alivyowaahidi. And he said Na akasema in Exodus 14, katika Kutoka 14, the enemies that you see today, hawa maadui mnawaona leo you shall see them no more. hamtawaona kamwe. Hear me, brethren, Nisikize wapendwa, and hear me again. na munisikize tena. No problem is permanent. Hakuna shida inayodumu milele. Your pain is not permanent. Uchungu huo unaupitia haudumu Your milele. challenge is not permanent. Hiyo changamoto haidumu milele. But in your life, Umaskini haudumu milele katika maisha yako. curses are not permanent. Laana si za milele. Sickness is not permanent. Magonjwa si ya milele. There is a God who fights for men. Kunaye Mungu anayewapigania wanadamu. And my prayer for you this year, Na ombi langu kwenu mwaka huu, may God fight for you. Bwana wapiganie. All of you watching us on live,
may God fight for you. Nyote mnaotutazama kwenye runinga, Bwana Mungu awapiganie. Very important. Muhimu kabisa. But you have to engage God. Lakini lazima muhusishe Mungu. You have to engage him. Lazima muhusishe Mungu. In other words, involve him in your affairs. Kwa maneno mengine, wacha ingilie kati katika hali zako. Let him fight for you. Wacha kupiganie. Have you not read? Je, haujasoma? I believe it's 1 Samuel 2 verse number 9. Samueli wa kwanza 2 mstari wa 9. Where the Bible says, mahali Biblia inasema, he will guard the feet of his saints. Atalinda miguu ya masihi wake. The wicked shall be silent in darkness. Waovu watanyamazishwa gizani. For by strength maana kwa nguvu shall no man prevail. Hakuna atakayeshinda. You will not make it by your own strength. Hautafaulu kwa nguvu zako binafsi. But by God. Lakini kupitia Mungu you will make it. Wewe utafaulu. Why did I say that? Mbona nikasema hayo? 2 Corinthians 2:14. Wakorintho wa pili 2:14. The Bible says, Biblia inasema 2 Corinthians 2:14. Wakorintho wa pili 2:14. Now, sasa, thanks be to God, ashukuriwe Mungu, who always causes us to triumph in Christ. Anayetupa ushindi daima kupitia Kristo. Who always, kila mara, ambaye kila mara he gives us victory. Anatupa ushindi. When you engage God, ukimuhusisha Mungu, he will always give you victory. Kila mara atakupa ushindi. That scripture means like this. Andiko hilo la maanisha hivi. Battles will be there. Vita vitakuwepo. Opposition will be there. Upinzani utakuwepo. Wars will be there. Vita vitakuwepo. But because you are with God, lakini kwa kuwa uko na Mungu, he will cause you to triumph. Atakupa ushindi. 2023 I see you triumphing. 2023 na kuona ukiwa mshindi. By the hand of God. Kupitia mkono wa Mungu. By the help of God. Kupitia msaada wa Mungu. Can I hear better amen? Hebu nisikie amen nzuri. So the word of the Lord that God gave me, neno la Bwana ambalo Mungu alinipa, is engage God in the year 2023. Ni kwamba muhusishe Mungu mwaka 2023. From that verse number 2. Kutoka mstari huo wa pili. Then the Lord appeared to Isaac. Kisha Bwana akamtokea Isaka. And he gave him some instructions. Akampa maagizo fulani. God was with him. Mungu akawa naye. He told him, now stay here. Akamwambia sasa kaa hapa. Now listen to this. Sikiza hili. Wherever God tells you to stay, it means he is there. Popote Mungu anakuambia ukae, inamaanisha yuko hapo. You did not hear me. Haujanielewa vizuri. Wherever God tells you stay here, Mungu akikueleza wakati wote kaa hapa, it means he has committed himself to be with you in that situation. Inamaanisha amejitolea kuwa nawe katika hali hiyo. It means he has committed to walk with you in that area. Inamaanisha amejitolea kutembea nawe katika maeneo hayo. I will be bringing a powerful word on these scriptures. Nitakuwa nawaletea neno la nguvu kupitia haya maandiko. In Genesis 26. Mwanzo 26. But listen to this. Lakini sikiza hili. God began to prosper him. Mungu akaanza kumfanikisha. And he continued to prosper according to the scripture. Akaendelea kufanikishwa kulingana na maandiko. Until he became very prosperous. Mpaka akawa mtu mkuu sana. Verse 14 says, mstari wa 14 unasema, and the Philistines envied him. Hao Wafilisti wakamwonea wivu. May God bless you until people envy you. Bwana kubariki mpaka watu wakuonee wivu. Somebody say, God bless me in the year 2023. God bless me in the year 2023. Let my enemies envy me. Let my enemies envy me. Now listen. Sikiza sasa. Because God was with him. Kwa kuwa Mungu alikuwa naye. The plan was to kill him. Mpango ulikuwa ni wa kumwangamiza. But they said, we see God is with this man. Lakini wakasema tuona Mungu yuko na huyu mtu. So they spared him. Basi wakamwacha. When God is with you, your enemies will spare you. Mungu akiwa nawe maadui zako watakuacha. Now listen to this. Sikiza hili. Proverbs 16 verse 7 says, Methali 16:7 inasema, when a man's ways please the Lord, njia za mtu zikimpendeza Mungu, the Lord makes even your enemies to be at peace with you. Mungu afanya adui zako hata kuwa na amani nawe. Oh Lord, may your enemies be at peace with you. Na kuombea adui zako wawe na amani nawe. So the enemy said, maadui wakasema, this man is prospering. Huyu mtu anasitawi. What shall we do?
tumfanyie They nini? envied him. Wakamwonea They wivu, planned evil. wakampangia They maovu, said, we will not allow him to prosper again. wakasema tutamruhusu kufanikiwa tena. So Isaac began to redig the wells Isaka akaanza kuvichimbua visima that they had covered because of jealousy. ambavyo waliviziba kwa sababu ya wivu. When he uncovered it, Alipochimbua there was water. kukawa na maji, They sent him away. wakamfukuza. He dug another one. Akachimba nyingine, There was water. kukawa na maji. When God is with you, Mungu akiwa nawe, even if people send you because you are prospering, you will prosper wherever you go. hata watu wakikufukuza maana unaendelea, utaendelea popote Do you unapoenda. know why you are prospering? Je, unajua mbona It unaendelea? is not because of the digging. Si kwa sababu ya kulima, It is because Jehovah is with you. ni kwa kuwa Jehova yuko And nawe, you are where God told you to be. nawe uko mahali Mungu alikuagiza uwe. Your enemy will do nothing in the year 2023. Adui yako hatafanya kitu mwaka 2023. Let me prophesy to you. Your Wacha enemies nikutabiri. will do nothing in the year 2023. Adui zako watakufanya kitu mwaka 2023. Where you go, Mahali unaenda, the Lord shall cause you to prosper. Bwana atakusababisha Shout kustawi. hallelujah. Sema haleluya. Say I receive it. Sema napokea In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Those who think you will close your business is when you will open another one. Wanaodhani utafunga biashara yako, sasa utafungua nyingine. Those who think you will be fired, Wanaodhani utafutwa kazi, God will give you promotion. Bwana atakupa madaraka. Those who think you are finished Wanaodhani unakwisha, is when they will see you at the top. ndipo sasa watakuona ukiwa juu. 2023, may God be with you. 2023 Bwana awe nawe. Glory! Utukufu. That is our prophecy right there. Huo ndio unabii wetu hapo hapo. He dug another one. Please be Akachimba seated. nyingine. Please be seated. He dug another one. Tafadhali mweza keti, akachimba nyingine. Unless you are connecting with that word as you give an offering, be seated. Ila tu unajiunganisha na neno hilo kupitia sadaka yako, waweza keti. He dug another well. Akachimba kisima nyingine, There was water. kukawa na maji, They sent him away. wakamfukuza. He dug another one. Akachimba nyingine, There was water. akapata Now maji. listen to this. Sikiza hili. They finally concluded, Hatimaye wakasema God is with this man. Mungu yuko na huyu mtu. They made a covenant with him. Wakaenda wakafanya agano They naye, said, please stay here with us. wakasema kaa hapa nasi, Because we have seen kwa sababu tumeona God is with you. Mungu yuko na wewe. May your enemies see God in your life. Adui zako waone Mungu katika maisha In yako. the year 2023. Mwaka 2023. Oh my God. Utachimba hii, hata wakikunyanganya bado utachimba ingine, bado utaendelea mpaka maadui waseme, tumeona Mungu yuko na wewe, wacha tufanye maagano. I am talking about God. Na nena kuhusu Mungu. So you need to engage him. Wahitajika kumuhusisha. You need to engage him. Wahitajika kumuhusisha. Two things, because I promised by 11:30 we are done. Mambo mawili, maana niliahidi kufikia saa 5:30 tutakuwa tumemaliza. That I heard God talk to me on how to engage him. Mambo niliyosikia Mungu akinieleza kuhusu jinsi ya kumuhusisha. This is just an introduction. Huu ni utangulizi tu. Number 1, Nambari 1, exercise purity of heart. tendeza usafi wa moyo. Ask God to cleanse your heart. Muombe Mungu atakase moyo wako. Now, purity of heart is very important. Usafi wa moyo ni wa maana sana. I'm not saying you are a sinner. Sisemi wewe ni mtenda dhambi. Hapana. I am talking of people who are born again, Na nena kuhusu watu ambao wameokoka, of people who love Jesus, watu wanaompenda Yesu, but their heart lakini mioyo yao, is wounded. mioyo imejaa majeraha. Their heart Mioyo yao is carrying bitterness imebeba uchungu because of the offenses of people. kwa sababu ya vikwazo vya watu. I have discovered in life, Nimegundua katika maisha, Matthew 5:8 is powerful. Mathayo 5:8 ni ya nguvu. Blessed are the pure in heart, Heri wenye mioyo safi, for they shall see God. maana hao watamwona Mungu. I want you to take charge of your heart.
Nataka utawale moyo wako. Guard it from every offense and from sin. Ulinde moyo wako kutokana na vikwazo na dhambi. Guard your heart. Linda moyo wako. From bitterness. Kutokana na uchungu. Psalm 66 verse 18. Zaburi 66 mstari wa 18. If I regard iniquity in my heart, ikiwa ningalificha dhambi moyoni mwangu, the Lord will not hear me. Bwana hangenisikia. That means hiyo yamaanisha the purity of heart usafi wa moyo attracts God in your life. Unamvutia Mungu katika maisha yako. You must put sin away to attract God into your life. Lazima iweke dhambi kando ili umvutie Mungu katika maisha yako. Blessed are the pure in heart, heri wenye mioyo safi, for they shall see God. maana hao watamuona Mungu. There are many believers Kuna waumini wengi who are not stealing, ambao hawaibi, they are not killing, hawaui, they are not immoral, hawafanyi usherati, but their heart lakini mioyo yao full of offenses, imejaa vikwazo, full of unforgiveness, imejaa kutosamehe, full of bitterness. imejaa uchungu. Remove it. Ondoa hayo. You want to see God? Je, wataka kumuone Mungu? Engage him in your life. Umuhusishe katika maisha yako. Remove it. Ondoa hayo moyoni. Psalm 73 verse 1. Zaburi 73:1. The Bible says, Biblia inasema, truly God is good to Israel, hakika Mungu ni mwema kwa Israeli, to such as are pure in heart. kwa hao walio safi mioyoni mwao. God is good to them. Mungu ni mwema kwao. Anyone that has a pure heart, Yeyote aliye na moyo msafi, you will see God's goodness in your life. utaona wema wa Mungu katika maisha yako. Please, Tafadhali I beg you by the mercies of God, nakusihi kwa rehema za Mungu, as long as you live on earth, mradi unaishi duniani, people will hurt you, watu watakukwaza, people will offend you, watu watakujeruhi, and people will say things about you that even when you hear yourself, nao watakunena vibaya kiasi kwamba mwenyewe hata ukisikia you will say, if that is me, utasema kama kweli huyo ndio mimi, I am truly a bad man. kweli mimi ni mtu mbaya kabisa. You will look at yourself there and say, is that truly me? Utajiangalia ujiulize, je, kweli huyo ndio mimi? But release them. Lakini waachilie, Let them go. wacha waende. In other words, remove them from your heart. Kwa maneno mengine, watoe katika moyo wako. Pastor, you don't understand my offense. Mchungaji, uelewi jinsi walivyonijeruhi. You don't know what they did to me. Haujui walichonitendea. Remember how I began. Kumbuka jinsi nilivyoanza. There is nothing new under the sun. Hakuna kitu kipya chini ya jua. You are not the only one who has been done that thing. Si wewe pekee umekosewa kiasi hicho. There are people, even bad things have been done to them, Kuna watu and they have let it go. hata wametendewa mabaya makuu, lakini wakaachilia. Let it go. Achilia. And sometimes people will even speak lies about you. Wakati mwingine hata watakunena uongo. Lies. Uongo. But let them go. Fungua moyo, waachilie. Because you want to see God in your life. Maana wataka kumwona Mungu katika maisha yako. I remember it is not more than 3 weeks ago. Nakumbuka si zaidi ya majuma matatu yamepita, The white man I gave an opportunity yule mzungu nilimpa nafasi began to spread lies about me because I refused to give him money. akaanza kueneza uongo kunihusu, maana nilikataa kumpa pesa. And he wrote SMSs to me and I have them. Akaniandikia jumbe za simu, ninazo. I will tarnish your name in the whole city. Nitalichafua jina lako katika mji mzima. And he told me, Akaniambia, let us raise money from people tukusanye watu, pesa kutoka kwa watu, to help the orphans.
tusaidie mayatima, but let us share. lakini zikija tugawanye. I give you 20%, Nakupa 20%, and I also take 20 or 30, nami nachukua 20 ama 30, and then we give the orphans 50. alafu 50 nao bakia ndio tunawapa mayatima. I said I am a Kisii and I am a black man. Nikasema mimi ni Mkisii na mimi ni mtu mweusi. I will never use orphans as an advantage to enrich my life. Sitatumia mayatima kama njia ya kujitajirisha. And he decided, Naye akaamua, what he has written on my SMS, if I showed you the SMSs until I blocked him last week, mambo ameniandikia katika jumbe za simu nikuonyesha hadi kabidi wiki jana niweze you are wicked, wewe ni mtu you are a mwovu. devil, Wewe ni you are shetani. enriching yourself. Unajitajirisha tu mwenyewe. I will make sure I finish you in this town. Nitahakikisha katika mji huu na kumaliza. You can't finish what God has not finished. Hawezi maliza kitu ambacho Mungu hajamaliza. At one time I became a Kisii. Wakati moja nikawa Mkisii. I said, this man, Nikasema huyu mtu he doesn't even have papers to be in Kenya. hata makaratasi ya kuwa Kenya hana. I can go to my friends in the policeman and say that he's deported. Naweza enda kwa rafiki zangu askari tuseme amishwe rudishwe kwao. But the scripture came to me. Lakini maandiko yakanijia, Don't repay evil with evil. usilipize maovu kwa maovu, Pay evil with good. lipiza maovu kwa So mema. I said, God, let me be silent. Nikasema Bwana wacha ninyamaze. I have never answered him a word. Sijamjibu hata neno. I have never written him back an SMS. Sijamtumia ujumbe wote. Because let people go. Let God fight your battle. Maana fungua moyo, achilia watu waende, Bwana kupiganie vita vyako. Second Chronicles 16:9. Mambo ya Nyakati wa Pili 16:9. So if you find a white man spreading bad news, know that is the story. Ukipata mzungu anaeneza uvumi kunihusu, ufahamu hiyo ndiyo hadithi. A whole white man. Mtu mzima mzungu. I actually asked him, you came all the way from America just to destroy my name? Nikamuuliza, ulitoka njia yote Marekani uje kuniharibia jina? Because I refused to take advantage of the orphans. Maana nilikataa kuwatumia vibaya mayatima. Actually, he has been collecting money Amekuwa akikusanya pesa and food. na chakula. He has even bought a small car right now Hata sasa amenunua gari ndogo in the name of orphans. kwa jina la mayatima. But God forbid Mungu aturehemu. that I will do such a. Achilia watu waende. And people will offend you. Na kweli kabisa watu watakukosea. Even when you are so. Lakini fungua moyo There waje. is one who sees in secret. Kuna moja onaye faragani. 16 mstari wa 9. Let not this scripture leave you this year. Usiache andiko hili likuondoke mwaka huu. For the eyes of the Lord run to and fro the whole earth. Maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote, To show himself strong ili ajionyeshe mwenye nguvu to those whose heart is loyal to him. kwa ajili ya hao waliokamilika moyo kuelekea kwake. Other translations say, the original King James says, to those whose heart is perfect towards him. Tafsiri ya kwanza King James inasema kwa wale ambao mioyo yao ni mikamilifu kwake. Perfect. That Mioyo means mikamilifu, pure. mioyo iliyo The safi. word loyal is the same. Ndivyo jina hilo mioyo iliyoelekea kwake navyomaanisha. Now listen to what I'm saying. Hebu sikia navyosema, Put away from your heart toa kutoka moyoni mwako what God puts away from you. kila ambacho Mungu anatoa kutoka kwako. Or listen to this. Ama sikiza hili. This hashtag. Now let me say it correctly. Wacha niirudie vizuri. Put away from your life Toa kutoka kwa maisha yako that which will put God away from you. kile kitakachomuondoa Mungu kutoka kwako. Did you get that one? Je, umeelewa hilo Put sasa? away from your life Toa kutoka katika maisha yako anything chochote kile that will put God away from you. ambacho kitamfanya Mungu awe mbali na wewe. Put it away. Kiondoe.
so that God can be with you this year ili Mungu apate kuwa nawe mwaka huu and prosper you na kufanikishe in the name of the Lord. katika jina la Bwana. Number 2, Nambari 2, I have few minutes, na dakika chache zimebaki, actually 10. dakika 10. Be a man of prayer the year 2023. Mwaka 2023 uwe mtu wa maombi. Be a man of prayer. Uwe mtu wa maombi. Not only exercise a pure heart, sio tu kutembea na moyo ulio safi, but be a man of prayer. lakini kuwa mtu wa maombi. Be a man of prayer. Kuwa mtu wa maombi. That is how you engage God. Ndivyo unavyomuhusisha Mungu. Actually, somebody has said, hakika kuna mtu ambaye amesema, prayer is man giving God the legal right. Maombi ni mtu anamruhusu Mungu na kumpa haki and permission to intervene in earth's affairs. na ruhusa ya kuingilia katika mambo ya dunia. I will say that on again. Nitarudia hilo tena. Prayer is man giving God the legal right and permission. Maombi ni mtu anamruhusu Mungu na kumpa haki to intervene in his affairs. ili aingilie katika hali yake. Number 2, somebody has said, Nambari 2, kuna mtu amesema, prayer is giving heaven a earthly license. Maombi ni kuipea bingu leseni ya dunia to influence your life. ili iweze kutengeneza ama kuboresha maisha yako. You are giving heaven a license. Unapeana leseni kwa bingu that heaven may influence your life. ili bingu ibariki maisha yako. Wonderful. Ajabu mno. I like that. Napenda sana hiyo. Now I understand the Lord's prayer. Sasa naelewa ombi lile la Bwana. Our Father who is in heaven. Baba yetu aliye mbinguni. Hallowed be your name. Jina lako litukuzwe. Your kingdom come. Ufalme wako. Your will be done. Mapenzi yako yatendeke. In my life as it is in heaven. Katika maisha yangu jinsi ilivyo mbinguni. You are giving God a license. Unampa Mungu leseni to influence you. ili atende kazi kwa maisha yako. To intervene in your affairs. Aingilie katika mambo yako. Again, somebody has said, pia kuna mtu amesema, prayer is a man exercising his legal right. Maombi ni mtu anatendeza haki yake. You as a man, wewe kama mtu, you are exercising your legal right and authority. Unatendeza haki yako na mamlaka, asking heaven, ukiuliza bingu to influence the earth. Sibariki ama kuingilia kwa mambo ya dunia. You say, Father, in the name of Jesus. Unasema Baba kwa jina la Yesu. You are taking authority. Unachukua mamlaka. I pray. Naomba. Influence my life. Tengeneza maisha yangu. Influence my family. Tengeneza jamii yangu. Influence my children. Tengeneza watoto wangu. You are giving a legal right. Unapeana haki. I will be teaching about prayer more. Nitakuwa nafunza kuhusu maombi zaidi. And God will change our story. Naye Bwana atabadilisha hadithi zetu. But if you want God to engage God in the year 2023. Lakini ikiwa wataka kumuhusisha Mungu mwaka 2023. Please, I beg you. Tafadhali nakusihi. Pray. Omba. I beg you, pray. Nakuomba wewe omba. I beg you, pray. Nakusihi omba. Don't depend on your knowledge. Usitegemee maarifa yako. The knowledge of man can come to an end. Haya maarifa ya mwanadamu yana mwisho. The strength of man comes to an end. Nguvu za mwanadamu hufika mwisho. But Jehovah, lakini Jehova is the same yesterday, today and forever. Ndiye yule jana, leo na hata milele. Depend on God in the year 2023. Mtegemee Mungu mwaka 2023. Let me quote a few people and I'm done in 5 minutes. Hebu ninukuu watu wachache kisha nimalize kwa dakika 5. John Wesley once said, he was a great preacher. John Wesley ambaye alikuwa mhubiri mkuu alisema wakati mmoja, God does nothing but in answer to prayer. Mungu hawezi tenda lolote ila kwa kujibu maombi ama katika hali ya kujibu maombi. John Wesley. God does nothing. Mungu hawezi fanya lolote but in answer to prayer. Bali hujibu maombi. Martin Luther akasema, listen to what he said. Sikiza alivyosema, more work is done by prayer than by work itself. Kazi nyingi hufanywa kupitia maombi kuzidi kazi yenyewe.
When you pray, unapoomba, you do a lot of work than even working. unafanya kazi nyingi hata kuliko kufanya kazi yenyewe. Listen to what I'm saying. Sikiza navyosema. When you are praying, unapoomba, you are dealing with the powers of darkness. unashughulika na nguvu za You giza. are dealing with evil spirits Unashughulikia maroho machafu that hinder your progress, yanayokuzuia usisonge mbele, that hinder your blessing. yanayozuia baraka zako. When you deal with them, unapozishughulikia, when you go to your business, sasa ukienda kwenye biashara, you will see blessings come utaona baraka because you zikija, have already done work in prayer. maana tayari umefanya kazi katika maombi. Martin Luther said again, Martin Luther akasema tena, to be a Christian without prayer kuwa Mkristo bila kuomba is not possible. haiwezekani. It is like to be alive without breathing. Ni kama kuwa hai pasipo kupumua. When you don't pray, Wakati ya uombi, that is what you're saying. hivyo ndivyo na maana. Mtu anaitwa E.M. Bounds He said, akasema, E.M. Bounds, E.M. Bounds, no prayer. Mungu, So many people, watu wengi sana, so many believers waumini wengi have given up prayer for different reasons. wamekata tamaa katika maombi kwa sababu tofauti. Different reasons. Kwa sababu tofauti. Beside the attack of the enemy, Kando na mashambulizi ya adui, because the devil does not want you or want me to pray. maana ibilisi hataki wewe ama mimi niombe. But there are so many believers Lakini kuna waumini wengi who have given up on prayer ambao wameshindwa kuomba for simple reasons. kwa sababu kadhaa. I'm too busy. Mimi nina shughuli nyingi, I have no time. nimebanwa, sina wakati. But you have time to eat 4 times a day. Lakini una wakati wa kula chakula mara 4 kwa siku. But you have no time to eat, to pray. Lakini wakati wa kuomba hauna. I'm not talking about you. I'm talking Sineni about the kuhusu people in wewe, Nairobi. na nena kuhusu wale watu kule Nairobi. So smile. Basi tabasamu. I have no time to pray. Sina wakati kabisa ya kuomba. But you can watch Man U even from 10 to 12 midnight. Manu ikiwa kwenye runinga saa 4 mpaka saa 6 umekwama hapo. Okay, Arsenal. Sawa sawa Arsenal. Okay, Man City. Haya Man City. You are there. Umekwama hapo. You have no time to pray. Hauna wakati wa kuomba. But you know every soap operas on TV. Kila filamu za mapenzi unazifahamu kwenye runinga. We were very shocked with my wife. Tulishtuka sana na mke wangu. Where we stay in Nairobi, an old couple visited us. Mahali tunakaa Nairobi kuna jamii moja ya watu wazee hivi walitutembelea. Actually, it's a pastor who brought his friend, his parents. Hakika ni mchungaji aliyeleta wazazi wake. And I discovered Na nikagundua these old men, when we were talking, hawa wazee tulipokuwa tunaongea, we were talking, it was around 7. tulikuwa tunaongea karibu saa 1 hapo. And we had put worship on television. Kwenye runinga tulikuwa tumeweka worship. They said, no, old. Akasema ngoja. About 85 years. Wakiwa watu wenye miaka karibu 85. They said, please, Wakasema tafadhali, go to Citizen. nenda Citizen. There is Sultana. Kuna Sultana. I said, what is Sultana? Nikauliza Sultana ni nini? Actually, my wife will tell you. I said, what is Sultana? Nikauliza Sultana ni nini? They said it's a program. Wakasema ni Oh, filamu. it's a program. What is it about? Ni kipindi, inahusu nini? They said, no, please put it. Tafadhali I wewe want to weka know tu. the continuation. Nataka nione 85. vile inaendelea. Miaka 85. You are here. Uko hapa. You know all the sultanas. Sultana zote unazifahamu. That is the first time I had Sultana. Ndio mara ya kwanza nilisikia Sultana. We have never watched it in our home. Katika nyumba yetu hatujawahi tazama. We watch news, but we have never gone beyond the news. Huwa tunatazama habari lakini hatujazidi habari. After news, I either go to boxing Baada ya habari naenda kwa boxing or worship. ama worship.
I heard Sultana for the very first time. Nikaisikia Sultana kwa mara ya kwanza kabisa. I discovered nikagundua people have time for films but they have no time for God. Watu wana wakati wa kutazama filamu lakini hawana wakati wa kumwona Mungu. Ask your neighbor, do you know Sultana? Uliza jiranio, je, unajua Sultana? Pastor Rotich. The way Pastor Rotich has laughed. Prayer. Maombi. The devil will not like you or me to pray. Ibilisi hata kutaka wewe ama mimi niombe. Because he knows when I pray, maana najua nikiomba, God will give me help. The devil knows Ibilisi anajua when I pray, nikiomba, God will deliver me from my enemies. Mungu atanikomboa kutokana na adui zangu. When I pray, nikiomba, God shall provide for my needs. Bwana atanitwalia mahitaji yangu. What I'm telling you is the Lord's prayer. Nachoeleza ni ile sala ya Bwana. Hallowed be your name. Jina lako litukuzwe. My Father in heaven. Baba yangu wa mbinguni. When you pray, you're having a relationship with him. Unapoomba unakuwa na uhusiano na yeye. And the devil does not want you to have a relationship with your father. Na ibilisi hataki uwe na uhusiano mzuri na baba yako. He doesn't. Hataki. My Father who is in heaven. Baba yangu aliye mbinguni. And the devil knows this father is so powerful. Na ibilisi anafahamu huyu baba na nguvu zote. He's so rich. Yeye ni tajiri. He can give you anything you ask him. Anaweza kupa chochote muombacho. So the devil will make sure ibilisi atahakikisha you have no time with him. Hauna wakati na yeye. Father, let your kingdom come. Baba, ufalme wako uje. Let your will be done in my life. Mapenzi yako yafanyike maishani mwangu. The devil doesn't want you to live the will of God. Ibilisi hataki uishi mapenzi ya Mungu. And when you pray, na unapoomba, you are living the will of God. Unaishi kulingana mapenzi ya Mungu. Give us this day the daily bread. Utupe siku hii mkate wetu. The devil does not want you to have provision. Ibilisi hataki Bwana kutualie. He wants you to be in lack all the time. Anataka uwe katika upungufu wakati wote. But when you pray, lakini unapoomba, there is provision. Bwana anakutualia. Deliver us from temptation. Tukomboe kutokana na majaribu. The devil wants you to fall into temptation. Ibilisi anataka kuangukie majaribu. But when you pray, lakini unapoomba, you receive the help of God to overcome temptation. Unapokea msaada wa Bwana kushinda majaribu. Deliver us from evil. Tukomboe kutokana na maovu. And the evil one. Na yule mwovu. The devil knows. Ibilisi anajua. If you pray that prayer, ukiomba ombi hilo, that God delivers you from the devil, Mungu atakukomboa kutokana na ibilisi. You will be living a victorious life. Utaishi maisha ya ushindi. So what the devil does, kila anachofanya ibilisi, he makes sure you don't pray. Ni kuhakikisha wewe hauombi. So that you don't receive God's help. Ili usipokee msaada wa Mungu. You depend on head knowledge. Unategemea akili zako. The wisdom of men. Unategemea hekima ya wanadamu. Your energy. Unategemea nguvu zako. Which is most of the time very frustrating. Ambayo mara nyingi inakutia katika aibu. God help me. Bwana nisaidie. Engage God the year 2023. Muhusishe Mungu mwaka wa 2023. Then God appeared to Isaac. Kisha Mungu akamtokea Isaka. May God appear to you. Na kuombea Mungu akutokee. May God appear in your family. Bwana atokee jamii yako. Mungu akitokea kwa maisha yako, that is the change of story. Hadithi yako inabadilika hapo. God appeared to a man one day. Mungu akamtokea mtu mmoja wakati fulani. Not by choice. Sio kwa kuchagua. But by coincidence. Bahati tu. They were bringing the ark from the Philistines. Walikuwa narejesha sanduku la agano kutoka kwa Filisti. And they touched the cat, the animal that was carrying the mkokoteni. Wakaguza mkokoteni iliyobeba sanduku la agano. One man called Uzzah. Mtu mmoja anayeitwa Uzzah. He fell down and died. Akaanguka akafa.
And then they said, where will this ark go? Wakajiuliza, hii sanduku ya agano tuipeleke wapi? David, who was the one who was bringing the ark, Daudi ambaye ndiye alikuwa anairejesha sanduku la agano together with the army, pamoja na jeshi, everybody said no. kila mtu akakataa. So by chance, Kibahati tu Obededom, they said, you take it. wakamlazimisha wewe ichukue kwako. He took the ark of the covenant, which is the presence of God. Akachukua sanduku la agano ambayo inawakilisha uwepo wa Mungu. 3 months. Miezi mitatu. He became very rich. Akawa tajiri sana. When God appears where you are, Mungu akikutokea mahali ulipo, your story must change. Hadithi yako lazima Your ibadilike. story must change. Hadithi yako lazima ibadilike. When David had, Daudi aliposikia, after 3 months, baada ya miezi mitatu, the family of Obededom, jamii Obed-Edomu, and everything that he has, na vyote alivyo navyo. that is 1 Chronicles 13 verse 13 and 14. Mambo ya Nyakati wa kwanza 13 mstari wa 13 na 14. We read that one and I'm done. Tusome hiyo na nimalize. The ark of God remained with the family of Obededom in his house 3 months. Sanduku la agano la Bwana likawa katika nyumba ya Obed-Edomu na jamii yake kwa miezi mitatu. And the Lord Naye Bwana blessed the house of Obededom akaibariki nyumba ya Obed-Edomu and all that he had. na vyote alivyokuwa navyo. 3 months. Miezi mitatu And all that he had. na vyote alivyokuwa navyo. Because the presence of God was there. Maana uwepo wa Mungu ulikuwa kule. It appeared not by choice but by coincidence or by force. Hakuletewa kwa kupenda, ilikuwa tu ni kibahati bahati. But 3 months, Lakini miezi mitatu tu God changed his story. hadithi yake ikabadilika. When David was told, Daudi alipoelezwa, he said, that time somebody died. That's why I was afraid. akasema wakati ule niliogopa, maana kuna mtu aliyekufa. What is the right way of bringing without somebody dying? Ni njia gani nzuri ya kuileta bila mtu kukufa? I want the presence in my house. Nataka uwepo wa Mungu katika nyumba yangu. They told him, Wakamwambia, let the priests carry the ark. wacha makuhani waibebe sanduku la agano. They carried it because that was the order of God. Maana hivyo ndivyo Mungu alipanga ibebwe. And even David began to prosper. Naye Daudi ilipofika kwake akafanikiwa. When the presence appears in your family, Uwepo wa Mungu ukionekana katika jamii yako, prosperity becomes your portion. ufanisi unakuwa fungu lako. Finally, Hatimaye the man began huyo mtu akaanza to prosper kusitawi, and continued akaendelea to prosper kufanikiwa until mpaka he became akawa very mtu prosperous. mkuu sana. May that be your word the year 2023. Hilo liwe neno lako mwaka 2023. But it is because the Lord appears to you Lakini ni kwa sababu Bwana anakutokea and the presence of God becomes your portion. na uwepo wa Mungu unakuwa fungu lako. Rise on your feet. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Haleluya. Lord, Bwana, let your presence go with me 2023. uwepo wako uende nami mwaka wa 2023. I want to engage you. Nataka nikuhusishe. Whatever puts you away from me, I repent. Hicho kinachokuondoa kutoka kwangu na kitubu. Lord, I choose to have a pure heart. Bwana, nachagua kuwa na moyo safi. I choose to forgive. Nachagua kuwasamehe watu. I choose to release. Nachagua kuwaachilia. And Lord, help me to engage in prayer. Na Bwana, nisaidie nikuhusishe katika maombi. Please, if you love yourself, Kama wajipenda mwenyewe I tafadhali, want you to pray that prayer. nataka kuombe ombi hilo. Lift your hands to heaven. Nyosha mikono yako juu. Open your mouth Fungua kinywa chako and begin to ask God to help you. na umwombe Mungu akusaidie. Lord, I want your presence 2026. Bwana, nahitaji uwepo wako mwaka 2023. Lord, go before me. Bwana, nakuomba unitangulie. Lord, lead me and guide me. Bwana, uniongoze, unielekeze. Lord, order my steps. Uongoze hatua zangu. And Father, Na Baba, anything chochote that puts you away from my life, kinachokuweka kando katika maisha yangu, any sin, dhambi yoyote, bitterness, uchungu moyoni, unforgiveness, kutosamehe, offenses, vikwazo, Lord, forgive. Bwana nisamehe. In the name of Jesus, Kwa jina la Yesu, I release those who have had
me. Naachilia walionijeruhi, Those who have offended me. walionikosea na waachilia. Lord, I release them. Bwana na waachilia. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I release them. Na waachilia. 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 Mungu, let me have a pure heart. Niumbie moyo safi. I repent every sin Natubu kila dhambi that I have committed. ambayo The nimeifanya. sin of omission. Dhambi ya kutotenda. The sin of commission. Dhambi ya kutofanya. Oh God, Mungu, I need your presence. nahitaji uwepo wako. Cleanse me Nitakase with your blood. kwa damu yako. Forgive me. Nisamehe. Wash me. Nioshe In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Lord, have your way Bwana ukawe na njia yangu in my life. katika maisha Let yangu. your presence Uwepo wako appear uonekane in my life, katika maisha in yangu, my family, katika jamii in yangu, my children. katika maisha ya Let watoto. your mouth Fungua kinywa chako. talk to Jesus. Ongea na Yesu. Talk to God the Father. Ongea na Mungu Baba. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. He is Lord. Yeye ni Bwana. He is your helper. Yeye ni msaada wangu. Lord, let your presence go with Esther. Go with my children. Kwenda na watoto wangu. Manuel John. Manuel John. Manuel Miracle. Mention your children. Wataje watoto wako. Mention your business. Wataje biashara yako. Lord, let your presence be in my business. Bwana uwepo wako uwe kwa biashara yako. Appear in my business. Onekana katika biashara yako. Appear to my children. Onekana kwa watoto wako. Appear in this church. Onekana hapa In kanisa. the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Appear. Bwana onekana. Appear. Bwana onekana. Appear. Bwana onekana. Appear. Bwana onekana. The answer to the protocol. To the praise team. Kwa praise team. Appear. Bwana onekana. Every member. Kila mshirika. Sunday school teachers. Walimu wa Sunday Sunday school children. Watu wa Sunday Appear, Jesus. Bwana onekana. Appear in this church. Yesu onekana. Appear in this church. Onekana kanisa. Appear in this church. Onekana kanisa. Jesus appear. Yesu onekana. Jesus appear. Yesu onekana. Jesus appear. Yesu onekana. 2023. 2023. Walk with us. Utembee nasi. Like you walk with Isaac. Jinsi ulivyotembea na Isaka. And he became prosperous. Naye akasitawi. He continued prospering. Akazidi Until kusitawi. he became very prosperous. Akawa mtu mkubwa. Make Deliverance Church Kisii. Onekana kanisa la ukombozi Kisii. Appear in our nation. Onekana katika taifa letu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Appear, oh God. Onekana Bwana. Appear, oh God. Onekana Bwana. Appear, oh God. Onekana Bwana. Appear, oh God. Onekana Lord, Bwana. let me be a man of prayer. Niwe mtu wa maombi. Pour the spirit of prayer on my life. Achilia roho ya maombi kwa maisha That yangu. I may seek Him. Ili nikutafute. That I may find Him. Ili nikupate. Jesus, Yesu, help us tusaidie as a church. kama kanisa. Lord, have mercy. Bwana uturehemu. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. And we all say amen. Amen. Honor God with a clap of faith and a joyful noise. Hebu mheshimu Bwana kwa sadaka ya makofi na shangwe. Only God is the helper of men. Ni Mungu pekee anayewasaidia wanadamu. He has been my help. Amekuwa msaada wangu. Did you know naturally Je, wajua kwa kawaida any man, including me, mtu yeyote hata nami pia I would want to have better things than you have? ningependa niwe na vitu vizuri kuliko vyako. That tells you Hiyo ya kueleza kuwa man is naturally jealous. mwanadamu kwa kawaida asili yake ana wivu. That's why Cain killed Abel. Ndio maana Kaini akamua Habili. Why is God blessing you, not me? Mbona wewe Mungu anakubariki lakini si mimi? Why is God accepting your sacrifices, not my own? Mbona sadaka yako Mungu anaitakabali lakini sio yangu? God Mungu is the genuine helper
of men. ndiye msaada wa kweli wa wanadamu. And if you see a man help you, Na ukiona mtu akikusaidia, he has been with God, amekuwa na Mungu and God has touched him. na Mungu amemguza. You are here this morning, Uko hapa asubuhi hii, the first Sunday of the year. Jumapili ya kwanza ya mwaka. You have never given your life to Jesus, Hujawahi peana maisha yako kwa Yesu. and today you say, I want to begin the year with God. Na leo hii unasema kweli, ningependa nianze mwaka na Mungu. I have never been saved. Sijawahi okoka. I want God to save me and to help me Nataka Mungu aniokoe na anisaidie in the year 2023, mwaka 2023. including you who is watching live. Hata nao unayetutazama kwenye runinga, I want to pray with you. ningependa niombe na wewe. Or Ama you are backslidden. ulirudi nyuma, You are once saved, awali ulikuwa and you umeokoka are saying, na unasema leo, I want to restore my life to Jesus. ningependa kumrejeshea Bwana maisha yangu. I want to pray with you. Ningependa niombe na wewe. If you can walk forward Kama waweza tembea uje mbele, from the balcony, from outside, kutoka juu kwenye balcony ama kule nje, or from within the service, ama kutoka kwa, katikati ya ibada hii, just come here. I will pray with you. njoo tembea uje huku mbele, nitaomba na wewe. And give your life to Jesus. Njoo upeane maisha yako kwa Yesu. Don't fear any man. Usiogope mtu yeyote. God is your helper. Mungu ndiye msaada You wako. say, I need this God. Unasema namhitaji huyu Mungu. Come now. Tembea uje sasa. I give you a chance. Nakupa nafasi. Come. Tembea uje. Don't be afraid of anybody. Usimwogope yeyote. Come. Wewe njoo. Don't be afraid of anyone. Usiogope yeyote. Come. Njoo. Begin with God in the year 2023. Anza mwaka 2023 ukiwa na Mungu. Come. Njoo sasa. Don't go home without Jesus. Usirudi nyumbani bila Yesu. Mama, don't go home without Jesus. Mama, usirudi nyumbani bila Yesu. Begin with God the year 2023. Anza na Mungu mwaka 2023. Say, don't go home without Jesus. Mzee, usirudi nyumbani bila Yesu. Begin with God this year. Anza na Mungu mwaka huu. God is the helper of men. Mungu ndiye anayewasaidia wanadamu. God, I need you in my life. Mungu, nakuhitaji katika maisha yangu. Come. Keep on coming. Endelea kuja. Come. Come. Endelea kuja. Help them answer. Wasaidie waelekezi. Please allow them. Make a single line. Ushers. Wale wanakuja ndio unawaweka kando. Please look at the back and help them. Come. Please ushers. Wale kukaa hapo dancing. Rudi nyuma uangalie watu wakikuja. I feel in my heart Nahisi moyoni mwangu there are 3 wazees who came here today. kuna wazee watatu waliokuja hapa siku ya leo, And you need to recommit your life to Jesus. nanyi mwahitajika kupeana maisha yenu upya kwa Yesu. You are in the crowd, Muko hapa kwenye kusanyiko, but you are wrestling in your heart. unang'ang'ana katika moyo wako. God is telling me to tell you, Mungu ananieleza nikuambie, I need you.
na kuhitaji. I love you. Nakupenda, Come to me. njoo kwangu. So if you need to recommit your life to God and you are there and you are a married man, Kama unahitajika kupeana upya maisha yako kwa Mungu, nawe bado umebaki hapo na umeoa, you are elderly, una umri mzuri, una miaka mizuri, if you came, I'll pray with you. ikiwa ungetokea uje nitaomba nawe. If you don't come, I praise the Lord. Usipokuja nitamsifu Bwana. But I have done my assignment. I've told you what I have heard from the Lord. Lakini jukumu langu nimelitekeleza, nimekueleza jinsi nimesikia kutoka kwa Mungu. I give you 1 minute Nakupa dakika moja to give you an opportunity to obey the voice of God. nakupa nafasi uitii sauti ya Mungu. What shall man do to me? Mwanadamu atanitenda nini? For the Lord is my light and my salvation. Maana Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu. Come. Njoo sasa. I know you are there. Najua uko hapo. Just come, because the Lord does not embarrass people. Wewe jitokeze uje, maana Bwana hawaibishi watu. And I do not want to say what happened, Na sitaki kusema kilichotokea, because it's embarrassing. maana ni cha aibu. Just come. Wewe njoo. Give your life to Jesus. Njoo peana maisha yako kwa Yesu. Okay. I wash my hands. Na nawa mikono yangu, Your blood be on your head, damu yako iwe kwa kichwa chako, because I've given you the opportunity that God gave me. maana nimekupa nafasi ambayo Mungu alinipa. Amen. Amen. Stretch your hand. Let's pray with these ones. Nyosheni mikono yenu tuwaombee hawa wapendwa. Ninyi wote mko hapa mbele, funga macho yako. Omba kwa Kiswahili. Sema, Baba Mungu, kwa sauti. Baba Mungu, siku ya leo ya mwaka mpya, siku ya kwanza, naja kwako. Nakupa maisha yangu, roho yangu, nafsi yangu na mwili wangu. Naomba unisamehe dhambi zangu na makosa yangu. Ee Mungu, naifungua roho yangu. Naomba uingie moyoni, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Naamini na moyo wangu ulimtuma Yesu afe msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na naamini siku ya tatu alifufuka nipate uzima wa milele na ushindi. Leo hii nakupokea kama Mwokozi wa maisha yangu, na natangaza na kinywa changu, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ee Mungu, nisaidie, tembea nami mwaka huu wa 2023. Ee Mungu, enenda nami, nisaidie, nibariki kwa jina la Yesu. Amen. Wacha nikuombee. Father, I thank you for these precious souls. Na kushukuru Baba kwa nafsi hizi za ajabu. I commit all of them, Na wakabidhi wote, the young, the old and the children, wachanga, wazee na hata watoto, into your hands. katika mikono yako. Those whom you save, Wale unaowaokoa, nobody can take from your hand. hakuna wezaye kuwapokonya kutoka mikononi Sustain mwako. them Uwakuze and give them a testimony, na uwape ushuhuda, and make them a testimony na uwafanye kuwa ushuhuda in their generation. katika kizazi chao. I break the power of the devil Na vunja nguvu za by ibilisi the blood of Jesus. kwa damu ya Yesu, I set them free na aweka huru by your hand. kwa mkono wako, In Jesus' name, kwa jina la Yesu. amen.
Amen. Let's celebrate God with a clap of. Tumsherekee Bwana kwa sadaka ya makofi. Amen. Amen. Now we have so many children today, Tuna watoto wengi sana leo, and I know na ninajua it may look like a joke, huenda ikaonekana kama mchezo, but the Spirit of God can speak to anybody. lakini Roho wa Bwana anaweza ongea na yeyote yule. So I would want so many ushers to help them. Ningependa waelekezi wengi wawasaidie. Help them, please. Wasaidie And tafadhali. if their parents are here, Na kama wazazi wao wako hapa, they will come later and we shall help them. watakuja baadaye na tutawasaidia. Amen. Watoto, mwambie wazazi mmeokoka. Sema amen. Amen. Mwambie leo uliokoka. Amen. Wawasaidie. Okay, please, there are people behind you. They will take your name and your details very fast. Kuna watu hapo karibu nanyi watachukua majina yenu na nambari ya mawasiliano. Please give your true details Peana mambo yanayokuhusu kamili. in Jesus' name. Please, the rest Kwa be jina seated la very Yesu. quickly. Wengine taweza tukaketi. Thank you, Jesus. Mungu wetu twakuinua, Mungu wetu twakuinua, yale uyatendayo makuu mno. Fadhili zako za milele haufananishwi na chochote, milele na milele, tena ni mwisho. Unastahili Yesu kuabudiwa. Unastahili Yesu kuinuliwa. Unastahili Yesu kusujudiwa. I want us to honor God with our giving. Nataka tumheshimu Bwana kwa matoleo yetu. I want you to take out your offering that you brought to Jesus. Hebu toa sadaka yako nzuri uliyomletea Yesu. You are wondering, why am I saying you brought to Jesus? Unajiuliza mbona nasema uliyomletea Yesu. When you give in the house of God, Unapotoa katika nyumba ya Bwana, the Lord receives it. Bwana hupokea. Some people have never discovered that. Kuna watu hawajatambua hilo. Here you see a pastor receiving your tithe and your offering, Hapo namwona mchungaji akipokea fungu la 10 na sadaka. but according to the scripture, Lakini kulingana na maandiko, he that lives yeye aishie receives it. hupokea. That is Hebrews chapter 7 verse 7 Hiyo ni Waibrania 7 mstari wa and 7 verse number 8. na mstari wa 8. Please put it there. Let's read it and let's see that. Get that revelation. Waweza weka hiyo kwenye runinga tusome tupokee ufunuo huo. Hebrews 7 verse 8, verse 7 and 8. Waibrania 7 mstari wa 7 na 8. Media people, guys. Now, beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Verse 8. Here on earth, mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. Wala haikanushiki kabisa kwamba mdogo hubarikiwa na mkubwa. Aha. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa Hapa wanadamu wapatikanao na kufa hutua sehemu ya 10, hutua ama upokea sehemu ya 10, bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yu hai. bali huko juu yeye ashuhudiwaye Yesu yu hai ndiye Amen. anazipokea. Amen. Kwa hivyo hapa hivi wewe unaona Bishop Nyarieko, as you give, but scripturally that is not practically, it's practically true, but spiritually God is receiving them. Kiasilia unaona ni mwanadamu anapokea hapa, lakini kiroho ni Mungu anayepokea. That's why Ndio maana if you give your tithe ukitoa fungu la 10 and I go and drink with it na niende ninywe nayo pombe, pombe,
you will still be blessed. bado utabarikiwa. Because you gave to God, Maana wewe ulitoa kwa Mungu, but the man misused it. lakini mwanadamu akatumia God will vibaya. deal with him. Mungu atamshughulikia. That is the mystery of the tithe. Hiyo ndiyo siri iliyofichika And katika that's the fungu la reason 10. why people tithe are blessed. Na ndio maana wanaotoa fungu la 10 ubarikiwa. You must remove your eyes Lazima uondoe macho yako, from the pastor usimwangalie and mchungaji. see Jesus receiving your tithe. Umuone Yesu akipokea 10 chako. And the good thing is, Na kitu kizuri ni kuwa he is the blesser of men. yeye ndiye anayewabariki wanadamu. It is not the pastor. Si mchungaji. God is the blesser of men. Mungu ndiye anayewabariki wanadamu. Get your offering, let's pray. Itoe sadaka yako sasa, If tuombe. you are giving through your phone, Ikiwa watoa kupitia simu, 709739 nambari ndio hizo is 709739 a till number. ni namba ya tili. You go to buy goods, Unaenda kwa buy goods. but there is the pay bill, Pia tunayo ya pay bill. and you use that pay bill number, Nambari za pay bill ziko hapo. and you place that account number Kisha unabonyeza nambari hile ya and account the amount that you want to give, na kiwango unachotaka kutoa, and the Lord shall bless you. na Bwana atakubariki. Amen. Amen. Shall we pray? Tuombe. Father, in the name of Jesus, Baba, kwa jina la Yesu, we thank you for our giving today. twakushukuru kwa kutoa kwetu siku ya leo. As we give, Tunapotoa, receive them, you who lives forever, ipokee wewe uishie milele, and bless every man, na umbariki kila mtu, including those who are watching us online, hata wanaotutazama kwenye as they give runinga. their offering. Wanapotoa sadaka Bless yao, them. uwabariki. Rebuke the devourer Ukemee mharibifu, and open the heavens. usifungue mbingu, Shower us with blessing nyeshe mvua ya in baraka Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Enjoy your giving. Furahia kutoa kwako. If you brought it physically, Kama ulileta pesa taslimu like I did, kama nilivyofanya, you will place it in the basket. taweka kwenye vikapu hivi. Kuja pole pole bila kusukumana. Wale wako upande ule weka upande huu, wa katikati tithe weka katikati, offering weka upande huu. Kama uko na bahasha. God bless you. Enjoy yourself. Tunakutukuza, tunakuinua, wewe ni mwema kwetu. Tunakutukuza, tunakuinua, wewe ni mwema kwetu. Tunakutukuza, tunakuinua, wewe ni mwema kwetu. Tunakutukuza,
Deliverance. That is powerful. Okay. Hiyo ni ya nguvu sana. Ndui. Okay, one more time, fanya ndui. Wonderful. Napendeza sana. God bless you. That is powerful. Mungu awabariki sana, hiyo ni ya nguvu sana. Now, this year, Mwaka huu we are beginning prayer and fasting tomorrow. tunaanza kufunga na kuomba kesho. Tomorrow. Kesho We will pray for 21 days. tutaomba kwa siku 21. For those of you who can go longer. Kwa wale ambao wataenda umbali huo. Tomorrow, me and Pastor Esther, we are going to Nakuru. Kesho mimi na mchungaji Esther tutaenda Nakuru. Bishop Mark and all the other bishops and pastors will be in Nakuru praying for the Church of Jesus and the nation of Kenya. Askofu Mark pamoja na wachungaji wengine wakatukua Nakuru kuomba kwa ajili ya taifa. Praying for the church ministry, Deliverance Church, and the members, Kuombea kanisa Deliverance Church pamoja na washirika and all the nation of Kenya. na taifa lote la Kenya. We will be praying and fasting, eating nothing. Tutaomba na kufunga, hatutakula chochote. We are beginning tomorrow. Tunaanza kesho. Here, Hapa our pastors, wachungaji wetu those who shall be present, except excellent is going for marking, ambao watakuwepo, isipokuwa excellent ataenda kusahihisha mtihani, and maybe Pastor Rotich might go back to Eldoret. na pengine mchungaji Roticha ataenda kule Eldoret, But Minister Moses, Pastor Moses, lakini mhuduma Moses Wanjala, and Elvis, na Elvis Itagetugi, Pasagetuki they will be here leading us for prayers watakuwa hapa wakituongoza maombi every night, kila usiku 5 to 6:30. saa 11 hadi saa 12 jioni, Every morning, kila asubuhi 6 to 7. saa 12 mpaka saa 1. This church is open for prayer, Kanisa hili limefunguliwa kwa ajili ya maombi and the whole day. na siku nzima. Now, Sasa if you are using medicine of pressure and diabetes, iwapo unatumia madawa ya ugonjwa wa kisukari, please, tafadhali you may need to take a meal before you take your medicine. unaweza hitajika kula chakula kabla uchukue dawa zako. Probably not a strong meal. Pengine si chakula kizito. You can take some fruits Unaweza ukachukua matunda fulani or some bread ama mkate for the sake of the medicine. kwa ajili ya dawa, But spend your time in prayer. lakini kuwa na muda mzuri kwa maombi. There are some of us who don't have a problem with medicine. Kuna baadhi yetu ambao wana shida na dawa. Your problem is when you hear the smell of food. Shida yako ni wakati unasikia harufu ya chakula. Your problem is not medicine. Shida yako si dawa. But when you hear the smell, Lakini usikipe hapo sauti, you can even tell what food it is. Ni mboga gani? Ni managu ama ni saga? Please, what I'm saying is, if you cannot do fasting without food, ninachosema ni kwamba iwapo huwezi ukafunga bila chakula, take liquids. chukua vinywaji. Kunywa chai, juice, that will help you. Hiyo itakusaidia. But if you can do without those things, Lakini iwapo unaweza ukafanya bila hivyo vitu, don't do prayer and fasting without water, usifanye maombi na kufunga bila maji, unless you are doing dry fasting ila tu unapofanya kufunga kwa kutokula chochote or drinking anything. ama kunywa chochote, And that one should not exceed 5 days. na hiyo ifai kupita siku 5. The maximum you can go is 7 days without water, without food. Siku nyingi kabisa ambazo unaweza ukaenda bila chakula na maji ni siku 7. Don't exceed that one. Au usipite hapo. But if you're going for 21 days, Lakini wapo unaenda kwa siku 21, you will need water utahitaji maji or some juice, ama sharubati, depending on your strength. ikitegemea na uwezo wako. But every believer is required to pray and fast. Lakini kila siku unahitajiwa, Every believer kila muumini is required to pray anahitajika kuomba and fast. na kufunga. So I expect this house to be full the way you are full.
Kwa hivyo natarajia kwamba kanisa hili lijae tunavyojaa saizi. Come and pray. Njoo muombe. We normally have a bucket here for prayer request. Huwa tunakuwa na chombo hapa kwa ajili ya maombi, mahitaji. We shall have it. Tutakuwa nacho hapa. The minister who shall be leading that particular day will lift it up, and all of us will agree that God will answer those prayers. Mhuduma ambaye atakuwa anaongoza maombi hapa atainua chombo hicho juu na sote tukubaliane kwa hayo maombi. God hears prayer. Mungu husikia maombi. So write your prayer request. Kwa hivyo andika mahitaji yako. Come with it either tomorrow, or let me say begin on Tuesday, because tomorrow for some of you is public holiday. Let's begin on Tuesday. Wacha tuanzie Jumanne. But for us, we are beginning tomorrow. Lakini kwetu sisi tunaanzia kesho. So bring your prayer request, drop it in the offering basket. Kwa hivyo leta mahitaji yako yaweka katika sanduku la kutoa sadaka. But don't be wiser than God. Lakini usikuwe mwerevu kushinda Mungu. Unaleta, unaweka hapo, wengine wakuombe. Wewe uombi. So come. Kwa hivyo njoo, pray. Omba. I have requested you by the mercies of God, come and pray. Nimekuhimiza kwa rehema za Mungu, njoo uombe. You will see God. Utaona Mungu. Amen. Amina. Did you hear me? Je, ulinisikia? So let's begin officially on Tuesday. Kwa hivyo wacha tuanze rasmi Jumanne. So please ministers, sit together, plan each one a day. Kwa hivyo tafadhali, if one leads Tuesday, Monday, Wednesday, like that until the whole week. Kwa hivyo wahuduma keti chini mjipange vizuri, nani anaongoza siku gani na ile. I expect natarajia singers, waimbaji, ushers, mashemazi, protocols, wote wa protocol, anyone in any serving capacity, leadership position, na ambaye anadumu katika uongozi katika cheo chochote. Lead by example. Ongoza kwa mfano. Come and pray. Njoo muombe. Coming Sunday, ibada zetu mbili. First service, ibada ya kwanza 7:30, saa 1:30. Ijayo, it shall be a blessing Sunday. Itakuwa ni ibada ya kubariki. I will be pronouncing blessing on you. Nitakuwa natangaza baraka juu yako. I know we normally begin with an anointing service. Najua huwa tunaanza na ibada ya upako. We have anointed you every year. Tumekupaka mafuta kila mwaka. This time, wakati huu, I want to pronounce the blessing. Ninataka kutangaza baraka. Because the blessing of God makes rich and adds no sorrow. Kwa sababu baraka za Mungu zinatarajirisha na haziongezi huzuni wowote. That is what I will be praying for. Hiyo ndio nitakuwa naombea. That God will help me to pronounce something that will land on your life. Kwamba nitangaze kitu, Mungu anisaidie nitangaze kitu ambacho kitatua maishani mwako. A blessing that will change your story. Baraka ambayo itabadilisha hadithi yako. Somebody say a better amen. Mtu aseme amina njema zaidi. So don't miss. Kwa hivyo usikose. Invite your family members and friends. Alika jamaa zako na marafiki zako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amina. I don't. The young children from age what? I have forgotten. Teenagers 13 to 20. Wale wa umri wa 13 hadi 20. You come at 2 p.m. Muje saa 8 kamili. We have powerful teachings. Tuko na mafundisho ya nguvu. Powerful teachers. Amen. Amina. Bring together 7 regions. Tutakuwa tunakusanyika majimbo matatu. Because tuliongeza majimbo hayo. There are 43 regions in Kenya. Yako majimbo. Go all round for 43 regions. Na askofu akaundua kwamba hawezi akatembelea majimbo hayo yote. So he made clusters. Kwa hivyo Bomet and Bomet South. Na Bomet South. We are 7. Yako 7. Protocol singers, prepare, get a bus. Kwa hivyo nahitaji wa viongozi wote, mashemazi, wachungaji, wa protocols wote wajipange vizuri, wapate basi. The meeting will be in Kericho Center. Katika Vision. That is the church of Bishop Benjamin Kipruto. Hilo ni kanisa la Askofu Benjamin Kipruto. Now, we normally raise close to $1 million to take care of the expenditures when they come. Huwa tunatoa pesa karibu milioni kushughulikia wageni wanapokuja. But this time, lakini wakati huu, we were told so that it will be around 2
bishops and the visitors who will come. ili kwamba ishughulikie maaskofu na viongozi ambao watakuwemo. So this coming Sunday, somebody say Sunday. Hivyo Jumapili hii ambayo inakuja, Somebody say Sunday. Sunday. Bring me 1,000 shillings. ilete shilingi 1,000 Only. Everyone. peke yake, kila mmoja Just 1,000. 1,000 tu. And those of you that God has blessed and you would want to give more, Na wengine wale ambao Mungu amebariki zaidi na ungependa kutoa zaidi, give us 2 or 3. tupatie 2 ama 3, Because I know we are not all blessed equal. kwa sababu najua hatujabarikiwa hatutoshani kwa baraka. There are those who will bring 50 or 200. Kuna wale ambao wataleta 50, kuna wale wataleta 200. But if you are blessed, Lakini wapo umebarikiwa, look for 1,000. Can somebody say a better? tarehe 9. And I am required to be going to Kericho to make sure the planning is done well. Na inahitajika kwenda Kericho kuhakikisha kwamba mipango iko sawa. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Please stand with us Tafadhali leta and be a blessing. na kuwa wa baraka. Now the leaders, Viongozi, you will need to raise transportation. utahitajika kutoa nauri. I don't know how much is it to Kericho. Sijui ni ngapi kufika Kericho. Maybe 500 shillings? Wengine shilingi 500. 300. 300 shillings? Kila mmoja atatoa shilingi 300. So that we fuel the Pesa za kwenda asanteni. Pesa za kwenda na kurudi shilingi 600. 600. Shilingi 600. So that we can you desire. Bishop Mark, our father in the Lord, said there were 3 people. One person desired a motorbike. There is another man who desired a car. And another one desired to walk by foot. And God is so faithful. Whatever they desired, God blessed them. The one for motorbike, akapata motorbike. The one for the car, akapata gari. The one for the house, he had the house. What is your desire? 2023. Desire good things for your family. Tell God, 2023, I don't know what you will do, but one thing I know, that I desire to have my own house. I desire promotion. I desire to go back to school. There are people here who should go back to school. Sini ukweli. Yeah. Desire to go back to school. You know, when I went to school, when they were introducing themselves, they were saying, Professor so-and-so, Professor so-and-so. Nitasema mimi ni nani? Nikasema Reverend Esther Kennedy. Nikajawa na hofu. Nikasema, hao watu nitawaweza kweli? Nikaambia mume wangu, lakini with God, Jehovah will help me. Bwana Yesu asifiwe. My husband, my beloved husband, can tell you, when they talked with the professor, he was telling Bishop Ken, ati one person I need in this class to lecture, aanza kufundisha wengine, ni Reverend Esther. Bwana Yesu asifiwe. Because whatever you desire, God will give it to you. God will give it to you. May God give you your heart desire. Thank you for praying. And also for the church. So may God bless you. And thank you, my husband, for giving me the opportunity to go back to school so that I can become better. I love you and I appreciate you. God bless you. Thank you. Professor Esther. Amen. Thank you.
All right. Unajua nilianguka chini siku moja, mguu inaendelea kupona. Amen. Haya, simama niwabariki. Simama niwabariki, tunyosha mikono. Hata kama nimewaweka, si ni tarehe moja? Yes. Wakati tulitoka kesha, hata tulishindwa kupita barabarani. Na ni vizuri sisi tukae kwa nyumba. Walikuwa wamelewa, wamevunja chupa, wamefanya nini, but the Lord is faithful. Amen. Lift up your hands to heaven. Inua mikono yako kuelekea mbinguni. Just wait, I'm pronouncing a blessing. May the Lord bless you. Amen. 2023. May the Lord appear in your life. Amen. May God appear to your children. Amen. May God appear to your business. Amen. The Lord grant you the desires of your heart. Amen. I pray that the Lord will go before you. Amen. May the Lord fight your battles. Amen. The Lord prosper you. Amen. The Lord give you the desires of your heart. Amen. Above all, the Lord be with you. Amen. In Jesus' name. Amen. Go and prosper. Amen. Your food is blessed. Your water is blessed. Amen. The air you breathe is blessed. Amen. Shalom, I love you. Happy and blessed New Year.